again, it is another time moment. We thank God. Siku njema sana, our big followers. Welcome all in the CP Media Simba Production. Here we have our guest ambaye tunaenda kudiscuss issue kada. Our topic today being how can someone succeed in life. Before we continue, wacha nimpe nafasi ili mnaotufuatilia mkaweze pia kumjua kuwa anatoka wapi na anaitwa nani. Welcome brother in the CP Media. Feel free. Unaweza elezea followers na kwamba unaitwa nani na unatokea wapi. Karibu. Asante sana tena wana CP Media. Kwa majina naitwa Lennox Ngoje Ouma and I normally call myself Lennox Jesus. The founder and I come up with the organization coming up yenye inaitwa Youth Tubonge. Basically this is my friend, we work together in ministry. Basically ministry to spread the gospel, Christ being the foundation. Nashukuru sana pia na work na Baba Steven Generation yenye tunasaidia sana my youth wapate kujua their purpose and their meaning in life. So nashukuru sana for this opportunity yenye nimepatiwa, na I'm hoping that during this discussion tunaweza extract the best of us. Thank you. Right. Kabla hatujasonga kada, maybe tuambie our big followers ya kwamba umesema kwamba unaitwa Lennox. Lennox ni mzaliwa wa wapi? Lennox ni mzaliwa wa basically nimezaliwa huku Nairobi, but Ushago ni side ya Migori County, Awendo sub county, then Mariwa Church of Christ. Kisha kuna Nairobi, then nimeweza kukaa huko, nimelelewa huko mostly. So pia mimi ni mwana Nairobi at the same time. Yeah. All right. Now as we start, at the beginning umesema kwamba you deal with the Youth Tubonge. Jaribu kuelezea wafuatiliaji wanaotutazama kwa sasa kwamba what is Youth Tubonge na inadili na nini na inafanya nini. Welcome. Youth Tubonge kwa ufupi sana kwa lugha yenyewe inaeleweka na kila mtu. We are an organization based on helping youth. Main thing is kujibonga. Na kujibonga tunamaanisha kwamba we discuss our problem, our issue together, na within that conversation tunapata some solution, na pia using our life events. Maybe kulikuwa na kitu kilifanyika home ama wapi in your life and you want us to understand it. So from there we can learn something, ama you learn something, you share with us, so we come to understand what was happening. Na hapo ndio tunasaidia sana youth, because one thing I know about youth even the Bible says kwamba youth have strength, so wako na a lot of energy, na kile ambacho tunatamani sana kwamba this energy will utilize positively in terms of building their lives, also their relationship, na pia progress. Hata kama leo umeniita, one of the things kama hiyo zenye tunaongelea leo, that is one of the things zenye youth to go get na support sana. All right. And as we proceed, nimesikia ukigusia mahali ya kwamba you deal with the problems under youth. Kwa huo muda ambao mmekuwa katika Youth Tubonge, sijui Youth Tubonge kwa sasa hivi imefikia miaka ngapi? Can you just tell our followers some of the problem you think youth normally face? One of the biggest problem in youth wana face ni wana run sana to succeed in life. Though kuna a lot of things zenye wanashindwa kuelewa, how will I succeed. Then number 2, the second largest thing about relationship. Mayouth sana wanatamani sana kupendwa na kupendana, na hapo ndio pia kuna challenges because hawajui ukipatana na ukipatiwa character development, hujui una handle your character development. Kama kuna challenge kama hiyo unashindwa utafanya.
Then pia finance, youth sana wanasema mimi nataka kuanzia, na ilali wanasahau kwamba kuna pia vitu vingine zenye lazima ufanye ndio pesa yako. So inaleta pia umaskini sana pia kwa youth. Nguvu zinaisha, hazina kitu. Though they are very hopeful that they want a business in their lives. Na hiyo ni challenge na finance. So hapo linakuja how to work, savings and all kinds of things. Mambo na savings, work, na project investments. So hizo ndio maana Okay, I got you, and therefore as we move, umesema mahali ya kwamba most of the youth kuna vitu ambao zinaangusha, and therefore how can a youth succeed in life according to the way you have been in purpose driven youth Tubonge? I think you have an experience. Yeah, one thing naweza kuambia, there is a period of time yenye nilikuwa nafanya msimu ya corona, nilikuwa nafanya kazi ya project ya kuku. Na that project ya kuku nakumbuka tulikuwa na msimu ya corona, nilikuwa high school. Corona ikatokea nikaenda home na nilikuwa na mindset fulani, nikasema nitasaidia mzae kwa project ya kuku. And one thing that I did when nilifika home, nikaambia mzazi, this is what I have in mind and I want you to support. Mzazi akasema akasema ataona. So akaongea na his brother, that his brother akakataa kusema mimi. Na tunaongea ujinga, nikakubali. Mzazi akakuja, my father now akakuja accept, akasema then I will support. So what zilikuwa kukutana na hizi tano is I try to apply what I know. By the end of 6 months, huko tulianza hapo, ilikuwa June, July hapo. By the time tufike huko October, tulikuwa about 120. Na my target basically ilikuwa ni kufikia 1000. Na nikaona possibly this thing will happen. Nimaliza high school pia nikaingia kwa business ya kushona ushanga, hizo za mkono, bracelet, na nikaona the same thing. So nika apply what I know. The same thing. Nilikuwa nafanya business mpaka nikaanza sana. Every time now and then pesa ilikuwa inaingia na nilikuwa na progress. Though pia kuna challenges zilitokea. So that's why when vizuri kuuliza how can they succeed. Now from these two stories I extract something. Now even from sasa now I have interacted with youth and also learned purpose driven in Tubonge. Pia kwa pamoja na wewe I have learned something things. Yeah. Umegusia mahali about youth struggling to be in a relationship. How can relationship affect someone to succeed in life? Relationship aswa inaletanga challenge in terms of success, because one thing about relationship, sema kama ni boy and girl relationship, na that is the time when unaanza kufanya grow, na maybe you have not understand your partner very well na kuja so unapata finances, a lot of finance, unapata do na hiyo finance unampatia. So it's true uko eager kufanya investment na kusucceed kwa life, but you find that all of your money now unamsukumia huko, na hiyo ni one of the biggest challenges inafanya usiku. Na kama utagrow it take a lot of years, but on the other side pay is good kama umepata the right person, you have the same mindset, mtu mwenye mna work together. Tunasemanga mko united na mna work together, ninyi wote mnakaa chini, mmeleta brains zenu na mnasema tunataka tuende direction left ama right. So hapo na ita succeed. But kama ni mtu mmoja ndo anafanya hii alafu mwingine amekuja relax, na a lot of challenge. So it's all about, kama ni kwa relationship ni all about working together na unity. Hiyo ndio itafanya succeed. Otherwise failure mara moja. Alright. Yeah. Tunapo tu karibia kumalizia, pengine tu nikikuulizia swali hili. You know, some of the youths are giving up with life, and even some of them they are risking maybe to enter in that relationship. You are saying
na wengi wamejiingiza katika mihadarati. How can you educate these youths ambao wame give up na life, wanafeel pia kwamba the best way is just taking cigarette, taking mihadarati? Which award can you address them? One of my special advice is kwamba this life, Bible inasema kwamba righteous man is the person who falls 7 times and still wakes up. So the moment umeanguka, that's one part of life. Na pia kuna the other part of life by which you must stand up and move on. So na hapo sasa ndio kuna hizo principles of succeed in life. Kitu ya kwanza yenye unafaa ujue kama ulianguka chini, number 1, wake up. Simama tena. Because hii life unajua ina try kubalance kila mtu. Na kama ina balance kila mtu, kuna mtu ataumia. Lazima wewe utakuja kuanguka, mwingine asimame tena. Na that is how life itself will balance. But it doesn't mean you umeanguka ati una chance. The book of Ecclesiastes says kwamba kuna one thing that I have seen under the sun, it is that there is time and chance for everyone. So kila mmoja hata kama unatumia drug, ukichange bado kuna chance. Kwa wale wasio give up, ukisimama bado kuna chance. Na one thing pia kuna time bado, kwamba kuna kitu bado still inakuongojea wewe. So everything can work better for you. So one of my best principles naweza sema za succeed kwa life, number one, kwa sababu si wewe ndio unajitengeneza, kwa sababu si wewe ndio unajijua, ni God ndiye anakujua. So number 1 to succeed in life, have a relationship with God, kwa sababu God ni yeye ndiye alikutengeneza, yeye ndiye the founder, yeye ndiye ni kila kitu. So he has a real plan for you, na hii plan ukifuata God ndio utapata revelation ya hiyo plan. So have a relationship with God. Na hiyo kama huna relationship with God, one thing that you lack is success. Unajua life, watu wanasemanga ati nimepata ni success. No, kuna hiyo success, hiyo ni ya life, but God yeye ana define aje success. So ukimpata ya kwanza, wewe umepata yote, umepata hiyo success. Number 2, inaweza sema ya pili, anasema kwamba prayer, maombi ni ya pili sana. Jabez, nakumbuka Jabez kwa Biblia inasema kwamba Jabez alikuwa, his name means pain. Na Jabez aliona hii kitu by the way itakuja kumwondect in future. So what did he do? He prayed and he said, Lord, expand my territories. Na truly God expand his territories until that name ilienda ikakuja mwisho. So for you to succeed, hiyo biz ama yote yenye unaona, hiyo vision yenye uko nayo ulikuwa unataka kwa life, ama yote unataka kuifulfill, pray about, inamia chini, omba kila siku. One of the things yenye hata inafanya Yesu mpaka sasa anajulikana, alikuwa anaendanga kwa Mungu. Na sasa kifika chini anafanya na power, inakuja na favor, na favor ya God na favor ya watu, ni kwa sababu ya maombi. So invest pia in prayer, hiyo kitu itawaka, business itawaka, success itawaka. Then number 3, kuna yenye sasa huwa tunaona haifanyiki. Mungu anasema kwamba will bless the work of your hands. Hiyo inamaanisha nini? Kama ufanye kazi hauta bless you, ata bless nini sasa? So you must do something. Unakumbuka ile story ya the talent? Walipatiwa, kila mmoja alipatiwa talents, kila mmoja alikuwa na yake. Kuna mmoja alikuwa na 5, mwingine 2, mwingine 1. Na one thing yenye God alifanya pia kwa life, alitupatia pia hiyo talents. Na ukiangalia interpret hiyo the word talents kwa Kigreek unapata ina measurement ya kumesha gold na silver. So one thing it means is that our talents, what we have, our abilities is like that of gold and silver. Na tena hiyo talent wanasema ina measure currency, but si pesa ndogo, but ina measure large some amount of money. Na hiyo ni kama dollars and billions. So it means also that those abilities in uko nazo, yote unaweza fanya, chenye umesomea, it's equal to dollars na thousands of money. So one thing that you have to do now is work with them. Fanya kazi na hizo vitu. Hiyo ability uko nayo, try to do something. So usigive up, useme nimeona hii life ni deadly, ni mbaya, hata niingie kwa drugs, umekuwa influence na mabesti zako, anakwambia unaona hata unaona madaktari ni wengi, unaona hata engineers ni wengi, si basi tuvute tu sigara, hakuna haja. Kila hivi ina sense. No, there is some space and time. Na hiyo ndio tunasema amko ufanye kazi, utakosa nafasi mahali kwa hiyo. Then number 3, consistency.
Kama ni maombi, kuwa consistency. Kama ni ikifika kwa work, kuwa consistency. Kama ni kwa God, kuwa consistency. Si leo uko kwa God, kesho uko hii side nyingine. Baki kwa God kama umeamua kwa God. Kama umeamua ni prayer, make sure prayer umebaki nayo. Kama umeamua ni kufanya kazi asubuhi na mapema kila siku, make sure umefanya job. Na hiyo ndio inaleta hiyo success. Yeah. As we wind up the last question, most of the marriages they are being break up early. Unaweza ni vipi wewe unaweza ona kinachochangia ndoa za siku hizi zinavunjika? Chanzo kikubwa ni gani? Thank you so much for that question. The biggest challenge ya marriage is unapata wasio waelewi essence kubwa ya marriage. Hawajajua bado what is the meaning of this marriage. Unajua watu wanadhania mimi na feel na wewe unanifeel na sisi wote tunapendana, then you can marry each other. Sasa as time goes, unajua pia kwa marriage inafika mahali ni kama mfeel each other. So time when una feel nani si feel tena na nani si feel tena, mnachana, unaona ni kama imefail na ija fail. One thing about life ni kwamba feelings iwe na vary, ni kama wave. Kuna siku iko very high na kuna siku iko very low. Na kama unatumia feelings kama gauge yako, then hapo utabaki kwa hii life. So one thing in your according to Genesis chapter 2 verse 24 inasema then those who are then the man will leave his mother and father and be united to his wife. Alafu inamaliza inasema then they shall become one flesh. So hiyo ndio ni essence kubwa ya marriage, kwamba ni wewe kutoka hii side na hii side nyingine, but hiyo inamaanisha kwamba unakuwa responsible kwa kila kitu yenye mnafanya hapo kwa life. Kuwa responsible sasa si kazi ya mtu peke yake, wala si kazi ya husband. Ninyi wote mnaanza kuwa responsible. Alafu unity, ninyi wote mnaelewana, mnaongea lugha moja, mnakuwa united in terms of mmeshikiliana. Sio kutoka hapa mimi naenda kuongelea pale kwa kufanya hiyo kitu na break marriage kabisa. Then ya mwisho kabisa ni one flesh. Hiyo yenye tunasema sasa working together. Sasa sisi wote tuna move sasa direction moja na tunafanya one thing with our energies. Na hiyo kitu ndio itabuild up marriage. But ikifika kama ni mambo na feelings, kuna time itarudi low. Na kama inarudi low, the book of Solomon, Songs of Solomon tumeandikiwa hapo. Kwa sababu gani? Wale wasenye feelings zimerudi low, una learn hapo vile tena irudisha. Mnaenda outing kidogo, unampeleka matembezi, mnaenda nini, alafu hiyo love tena inarudi tena. So kama utabase kwa hizi things, hapo sasa ndio ita work out. But challenge itatumaliza sana ni kama tujue essence ya marriage. Hapo naenda kutumaliza. Alright, tukimalizia sasa, ni vipi watu wanaweza kukupata, maybe kama ni kwa mtandao ama kama ni kwa nambari ya simu, unaweza elezea watu vile wanaweza patikana? Thank you so much. Kwa social media platform najitanga Lennox Kojiza. Facebook ni Leximelon, but ilikata kuchange Lennox Kojiza, silikata. My contact details ndio ya maana sana kuongea. Contact details ni 0759279733. Then kwa social media nzuri yenye unaweza kunipata mzuri kutafuta Juice to Go, because I'm the founder now. That's nice. Hapo unaweza kunipata mzuri na you can communicate with one of us. So thank you so much. Thank you for coming. Thank you for coming in this CP Media, where we support you, where we encourage you not to give up guys. We believe that we have supported somewhere na mtu pia mahali amebarikiwa. So another day pia unakaribisha kukuja na endelea kueneza kule Youths Tubonge. Ukifika kule wasalimie, waambie pia tumekuwa CP Media, wamewasalimia. Slogan yenu mbele pamoja. Thank you. Sawa. Haya.